unafiki, kwa sababu wanaabudu kwa kufuata maagizo ya wanadamu, sio kufuata msingi wa neno la Mungu ambalo ndio kweli. Kwa hiyo hata katika dunia hii ya leo tunayoishi, makanisa mengi wanaabudu kwa kufuata maagizo ya watu, sio neno la Mungu. Nimesema kwamba Mungu halazimishwi katika utendaji wa kazi yake, na Mungu anajua kabisa kwamba huyu mtu anaponiabudu ananiabudu mimi katika roho na kweli, au ni mnafiki, ananiabudu mimi, lakini najua sina ushirika naye. Najua. Na ndio maana aliwajua hawa Mafarisayo jinsi walivyo wanafiki. Kwa nje walikuonekana wazuri, walikuwa maarufu, waliomba kwa sauti kubwa, kila mmoja alisikia kwamba kanisa fulani kuna watu wanaabudu, lakini kumbe nguvu ya Mungu haikuwepo, na Mungu alijua. Sasa kama Mungu aliweza kuwajua Mafarisayo kwamba wanamnafikia, unafikiri kwamba leo hawezi kujua kama sisi tunaabudu kwa kumnafikia? Anajua. Mungu haendi kwa uzoefu hata siku moja. Mungu anaenenda katika roho. Lazima ili uone mafanikio ya Mungu, ya kumtumikia Mungu kwenye maisha yako ya wokovu, lazima uwe na connection ya Mungu, yaani kutoka ndani ya moyo wako. Umaanishe. Hawezi ukawa na nguvu ya Mungu ikiwa una huzuni. Hawezi ukawa na nguvu ya Mungu ikiwa una wivu. Hawezi ukawa na nguvu ya Mungu ukiwa unamwonea mwenzako, usijui wanasema gani, mwenzako vibaya, au mfikiria vibaya, kwamba unatamani alivyo yeye na wewe uwe. Haiwezekani. Kila mtu Mungu amempa cha kwake cha kufanya, na wewe fanya cha kwako kwa ubora. Bwana Yesu asifiwe. Ili connection ya Mungu ione kwenye maisha yako, lazima uwe msafi kutoka ndani ya moyo wako. Haleluya. Katika sura hii ya 15 mstari wa 8, Yesu alionya kuhusu ibada ya nje isiyo ya moyo, inayotegemea mila za wanadamu badala ya kweli ya Mungu. Maana yake ni bure mbele zake, unapoteza muda.